ambavyo tuna Wakristo wengi ambao mko makanisani, lakini mtazamo wenu juu ya Mungu ni mtazamo wa kawaida sana. Ni mtazamo wa kawaida sana. Kama vile fikra za watu wengine wanavyomfikiria Mungu, wanamfikiria kwa namna ya kawaida sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu sema nieleze. Sema nieleze. Kwamba kama una mtazamo wa kumfahamu Mungu katika ukuu wake na utakatifu wake, usingefanya uchawi ukaja kanisani. Sema nieleze. Kama vile ambavyo unaweza ukazini na ukawa na ujasiri wa kuimba pale. Sema nieleze. Kama vile ambavyo una ujasiri wa kusema uongo na kuingia hapo mlangoni na kusema Bwana asifiwe. Sema nieleze. Kama vile ambavyo una ujasiri wa kumsengenya mwanakwaya mwenzako na ukikutana naye unamwambia mpendwa, yani nimekumisi. Sema nieleze. Kama vile ambavyo unaweza ukaja kanisani bila sadaka, lakini unaenda kwenye vikoba na mchango wa 100,000. Sema nieleze. Kama vile ambavyo unaweza kufanya uchawi juu ya jirani yako. Sema nieleze. Kama vile ambavyo unaweza ukazira kuimba kwa sababu nafikiri una sauti ya kuliko wengine na ya kwamba siku moja utakufa. Sema nieleze. Kama vile ambavyo unaweza ukakaa wiki nzima hausomi Biblia lakini unaangalia simu kila siku. Sema nieleze. Kama vile ambavyo unahakikisha una bando kwenye simu lakini uwezi hata siku moja kuhakikisha kwamba umesaidia maskini. Sema nieleze. Ndio mtazamo wako kwa Mungu. Unaona Mungu ni wa kawaida tu. Si unaamka, unaenda, unakula, unakunywa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Isaya alikuwa anaona Mungu kama vile sisi tunavyoona, tunaenda kanisani, tunatoka, tunaingia, tunarudi. Tunaenda kanisani, tunaingia, tunarudi. Na unajua kabisa hili jambo alimpendezi Mungu. Wala uhitaji mhubiri akuhubirie. Si kuna vitu tunajua katika maisha yetu havifai. Si kuna vitu hata uhitaji mchungaji akuambie. Si unajua tu. Kama vile ambavyo unafua nguo za mume wako, ukikuta hela usemi umekuta. Sema nieleze. Unaona kama vile ni bahati. Wewe ni mwizi tu wa style fulani, sio wa yule wa kukaba. Na unajua kabisa si yako. Kwa hiyo ukichukua kitu ambacho si cha kwako, wewe ni mwizi. Najua mpo hapa watu wa namna hiyo tunao, ni wale wa kule nje. Isaya alimuona Mungu kwa taswira hiyo, lakini Isaya siku alipokutana na Mungu, Biblia inasema Isaya akasema, ole wangu mimi kwa sababu midomo yangu ni michafu. Wiki iliyopita tuliongea sana juu ya midomo. Tumeongea sana. Biblia inasema msisemezane uongo. Ni watu wangapi ambao maisha yenu ya kila siku mnasema uongo kama sehemu ya maisha? Na Biblia inasema katika Ufunuo, waongo wote sehemu yao ni wapi? Waongo wote sehemu yao ni wapi? Kwa hiyo unajua unakoelekea, si ndio? Unajua Biblia inasema waongo wote. Ni watu wangapi ambao maisha yetu ya kawaida hata hatuogopi kudanganya? Tena mwingine anadanganya hata hapa kabisa. Tena mwingine anagombanisha hata watu ndani ya kanisa kwa uongo. Yaani umekuwa fundi wa uongo mpaka unaleta huko ndani, mpaka unaleta kanisani. Unafarakanisha watu, ndugu na ndugu, rafiki na rafiki, kwenye kwaya, kwenye majirani, wapi? Kwa sababu hujafikia level
ya kumwona Mungu, ya kumfahamu Mungu, kiasi kwamba ungeogopa. Uhusiano wa maisha yetu na utakatifu ni katika maisha yetu ya kila siku. Watu wakija kanisani hapa, watu wanaingia kwa hofu kuu. Unajua kanisani unaona kila mtu ni smart. Biblia inasema hata kuna mtu mmoja aliniuliza kuhusu mtu mmoja, kaniuliza, hivi fulani yukoje? Ukimtazama ana uwezo? Nikamwambia sijui, kwa sababu Biblia inasema hata mpumbavu akikaa kimya anaonekana mwenye hekima. Hata chizi akiingia hapa akikaa kimya anaonekana mheshimiwa, lakini akifungua kinywa chake ndio tunajua maisha yake namna alivyo. Kama vile ambavyo vinywa vyetu tunavyofungua maisha yetu tunayoishi. Leo ni siku ya uimbaji. Waimbaji wako hapa kwenye taratibu mbalimbali. Kama vile ambavyo tuna ujasiri wakati mwingine tunaimba kitu ambacho hata sisi hatuishi. Bwana asifiwe. Usinilaumu kwa sababu ulisema nieleze, si ndio? Si ndio? Kama vile ambavyo katika utumishi wangu kama mchungaji kwa zaidi ya miaka 20, mtu anaweza kazira huduma. Hamjai kuona watu wanazira huduma? Mtu anazira kuimba, anaimba leo, kesho mtu anajua kabisa mimi nina sauti nzuri hapa kwenye uimbaji. Ngoja niwaambie, hapa kanisani mnafahamu, mimi nasemaga kanisani hapa hakuna star. Hivi unafikiri watu wangapi walianza kuimba toka dunia ilipoanza mpaka leo? Wewe ni wangapi kutokea? Hivi unafikiri watu kufanya huduma wameanza? Wewe unafikiri wewe na mimi tumefanya kweli huduma kuliko kina Paulo ambao wamefanya huduma mpaka wakafa, wakauliwa wakifanya huduma? Hivi ufikiri kwamba ni neema asubuhi tunakimbizana hapa mambo ya michango? Upaswi hata kukimbizwa. Yaani unapaswa wewe ndio unakumbusha kwamba jamani mimi sijatoa michango. Hivi kuna mtu siku kama sijasimama hapa anafurahi, anasema afadhali leo Mungu ametusaidia. Kama vile, na unajua kabisa hii kazi ni ya Mungu inayofanyika. Sasa je, ingekuwa nachangisha hela kwenda kujenga nyumbani kwangu, si ungepigwa mawe? Lakini ni kwa mtazamo tulio nao juu ya Mungu, kwamba ukijua ni Mungu wala hutapata shida, hutakwazika. Tena hela sishiki mimi, hiyo wanashika watu wengine, mimi nasimamia tu, imeisha hapa twende upande huu, imeisha hapa twende upande huu. Lakini ni mtazamo ulio nao juu ya Mungu, ni mtazamo ulio nao kwa kazi ya Mungu, ni mtazamo ulio nao katika maisha yako ya kila siku, kwamba utakatifu maisha yetu ya kila siku. Tafsiri nyingine zinasema kwamba utakatifu is a moral perfection of God. Ni kwamba Mungu ni mkamilifu, hana doa, na kwamba lazima tuombe sana na kujitahidi kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kuishi maisha yanayomfanania. Tafsiri nyingine zinasema utakatifu maana yake kilichotengwa kwa ajili ya Mungu, aliyetengwa kwa ajili ya Mungu, kisichokuwa na dhambi. Tunazipata wapi tabia za Mungu? Katika neno la Mungu. Tukitaka tujue Ukristo wako, maisha yako mengi yanaelezewa sana na kile kinachotoka kwenye kinywa chako, kwa sababu Yesu alisema kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Tukitaka kujua kiwango cha maisha yako na ushirika wako na Mungu, ni kiwango wakati mwingine cha maisha yetu, yale kile kinachotoka ndani yetu, ule ndio utu. Unapokosewa, unapopata majaribu,
Unapokuwa na mahitaji, unapokuwa na vita, unapokuwa na mapito mbalimbali, nini kinatoka ndani yako? Katika Mambo ya Nyakati, nataka nimalizie,